Let us go straight to yale mambo ambayo tulikuwa tumesema kwamba tutakuwa tunaanza nayo. 16 billion. What can you do with 16 billion as a governor of Bungoma? 16 billion hizo ni milioni elfu 16. Milioni 16,000. Yaani 16,000, milioni 1, 2, 3 ufike milioni 1000. That is a lot of money. Na kwangu hizo pesa, kitu ambacho nitatangulia kukifanya. Wanasema maji ni uhai. Na kama wanasema maji ni uhai na Bungoma hatuna maji, it means that hatuna uhai. Baba yangu mwenyewe alikuwa ni pastor wa PEFA. Mzee alihangaika sana na sisi. Na alikuwa anakunywa hiyo maji ya kisima, and alikufa 2009 because of typhoid. Na ukienda yale makatuzi mengine, Wasingishu, uko Nakuru, kule Ukikuyuni, hata sehemu nyingi za Umasaini, hata huku Ujaluoni, watu wako na maji. Kwa nini Bungoma tusikuwe na maji? Na tuko na mlima Mount Elgon na maji yamejaa huko. Watu hata Mount Elgon kwenyewe ukienda, watu wanatembea na punda na wako mlimani, maji yamejaa, lakini bado wanachota maji wakitembeza na punda. Ni aibu sana, aibu ya Misri. Nitakapokuwa gavana wa Bungoma, kitu cha kwanza kwa hizo bilioni 16 itahakikisha ya kwamba tunatengeneza reservoir huko Mount Elgon, maji yashuke chini by force of gravity. Nimekuwa Bumula jana kwa Siwoti. Bumula hakuna maji, watu wanateseka sana. Nataka first thing nitakapokuwa governor, mwaka wa kwanza wa mimi kukuwa governor, maji yatashuka katika Bungoma yote, maji ya tap. Na nitafanya hivyo namna gani? Nitatengeneza reservoir, tangi kubwa sana kule Kaptama huko juu, maji yashuke na force of gravity. Vijana wetu ambao hawana kazi watapata ajira ya kuchimba. Ukichimba 1 meter unapewa kama 500. So kwa siku, if you can do 6 meters, which is very doable, hiyo ni 1,000 yako 3. Na ni kitu ambacho kinawezekana. Na ikiwa nitashindwa, budget haitaniruhusu kupitia kwa hii pesa ya serikali, itatoa pesa ng'ambo. Niko na marafiki ambao wanadeal na mambo ya maji, inaitwa The World Water. Already wanaongea na wao, ni marafiki zangu. Tayari nikiwa tu katika kama director wa NGO, nimechimbia watu maji. Inaitwa Tokra, ile ya rig. So ni kitu ambacho nimekifanya, na nikiwa governor nitaleta maji. Watu hawatakuwa na kiu, watu wataoga. Tutakuwa na ng'ombe wa maziwa ambao wanakunywa maji. Unajua ng'ombe wakikunywa hii maji chafu, hizi ng'ombe hasa hizi za cross na hizi ng'ombe za pedigree hizi inakufa. Na ndio maana hata hatuna ng'ombe wazuri wa maziwa Bungoma, kwa sababu hakuna maji mazuri ya ng'ombe kukunywa. Nitaleta, tutakuwa na mbuzi wa maziwa, tutakuwa na ng'ombe. Nitaleta maji ili kuenzi hata legacy ya baba yangu akiwa kule mahali aliko mbinguni. Angalia nyuma na afurahia sana. Ni kweli niliacha ndume na imefanyia watu wa Bungoma kazi mzuri. So I'll provide the water. Kitu cha pili ni mambo ya matibabu. Unajua watu tunagonjeka. Tahakikisha ya kwamba kuna hospitali ambazo tuko nazo, they are very ill equipped. Hospitali zetu hazina vifaa. Ndio unaona Lusaka anakuja kutuchekelea na Duale. Unajua Duale is just a con man. So hao wote ni ma-con men, wanakutana hapo, eti wanaleta sijui CT scan, na they are always bringing that CT scan. Kwani wataleta CT scan Bungoma how many times? Na Lusaka is always doing that. Hata huyu Wangamati pia alileta hiyo machine. Kwani huwa zinaharibika ama wanauza ama zinaenda wapi ama wanafanya PR? Unajua watu wana tabia mbaya, wanaweza hata kufanya PR na walonji kitu na wanamaliza wanakiweka kwa lori, wanapeleka kulaunch tena kwingine.
Wanaanza kulaunch Bungoma hiyo CT scan machine, alafu akimaliza wanapeleka Kitale, wanaenda wanalaunch tena. Alafu wanapeleka. I think that's what they do, because how can they say that they are just launching your machine? Is that the meaning of conmanship in this context? That is very bad conmanship. In fact, it's weak. It's worse than conmanship. But for the lack of a better word, we can only call that conmanship. Because how can they be launching this CT scan machine all this time wakirudia? So huo ujinga, ili tusione tena hii aibu, we just have to choose the right people. All right. Mtu ambaye anaenda huko na kweli asitufanyie hivyo. Kuna hospitali hii ambayo Wetangula anaenda ananunua shamba mahali ambapo hata si pazuri sana, na anataka kupull. Na do you know, when it comes to mambo ya hospitali lazima ikuwe at a central point. Hospitali ya serikali, a public health facility, unaiweka central point. We cannot leave Bungoma alafu tunaenda kuweka hospitali ya serikali level 6 tuiweke mahali ambaka hata akujulikane. It's just wrong. And these people just con men. Amenunua shamba kwa sasa ati anapeleka hospitali sijui wapi huko. When I'm governor, hiyo ujinga hakuna. Tutaweka hospitali mahali natakana iwekwe. To partner na marafiki. Niko na marafiki kwa Mayo Clinic. Mayo Clinic is one of the biggest hospitals in the world. Ni marafiki wangu wako huko South Carolina. Nilete hao watu tusaidie kuequip mahospitali zetu. Unajua kulikuwa na deputy governor huko West Pokot. Ambaye alipokuwa deputy governor, unajua akukaa hapa, aliacha Lonyangapuo. Na watu wakasema, na huyu deputy governor wake alienda wapi? What that guy did, alienda ng'ambo. Na akaleta misaada. Ukienda kule West Pokot, kama huko Trans Nzoia, ukienda West Pokot unajua utapona. Wale watu ambao wako referral wanakufia huko kwa laini, hauwezi kupata mpokoti huko. Huyo mtu aliwasaidia, wakalink up na wazungu, wakaleta madaktari, wakaleta vifaa. West Pokot is sorted. Wako na the best hospitals, well equipped, madaktari wako sawa. So tukiweka hii ya route ya central government, na niweke na ile ya marafiki zangu ambao connections ziko nazo, Bungoma watu watakuwa wanakuja hapa kutibiwa from Uganda and all over. Watakuwa wanakuja kutibiwa hapa kwetu. Alright. Tutashughulika na hayo mambo. Hiyo bilioni 16 ambayo inakuja. Kuna maneno hii ya bursaries ambayo watu wame weaponize. Bursaries wanakuja, sijui wanafanyia ati sijui, na gavana ameenda kulaunch watu kama Wangamati. Anajifanya ati ameanzisha scholarship, na ni wizi tu. Hata sasa hivi amepeleka ya kotini, wanatakana afungwe. Vitu kama hizo hakuna. Nduruchi nikiwa governor siwezi nikachukua pesa ya maskini ati mimi sasa ndio nakula. Nianzishe ka scholarship hapa ati kuiba. Sasa nimepata sasa kitu ya kuiba. I cannot do that. Nikiwa governor, ile pesa bilioni 16 ambayo itakuja, hakuna mtoto wa maskini, na mimi naongea kama mtoto wa maskini. Hakuna mtoto wa maskini ambaye atafukuzwa shuleni, na mimi niko governor kweli. Na pesa iko. Na nikishindwa na hii serikali ya Kenya, naenda ng'ambo na naongezea pesa nyingine. Watoto watasoma. Wale watu ambao ni maskini sana na wawezi wakafundisha watoto, msilie. Nipigie mimi kura na nitawasaidia, nitawasomesha watoto. Alright. Watoto wenu mimi niliteseka sana, nilisoma miaka 5 high school kwa sababu nilienda Miruri, nikatoka Kibingei form 1, nika drop out, nikaenda huko St. Emmanuel Miruri Chebukwabe, nikarudi nikaenda Misiku Friends. So nilisoma shule kadhaa. And yet I was so brilliant, nikiteseka kwa sababu ya umaskini. Nikiwa governor, naelewa mambo ya watoto kuteseka, naelewa school fees. Mtoto wakati amekuja na wewe mzazi unamwangalia, mpaka babangu alikuwa ananiambia, unajua nini daddy? Ananiambia, baba, wenye haki wanaishi kwa imani. I will never forget. Na anakutuma tu unarudi shuleni, anaenda tu na imani, Mungu atakusaidia tu. Na tukasoma. So I will help those who cannot educate their children. Nitawasaidia wasomeshe watoto. Nitasaidia. Nilisema mambo ya vijana, hiyo nilishasema. Nitasaidia mambo ya mabarabara. Unajua jina nyingine la Bungoma County? Unajua Bungoma County inaitwaje? Matope County. What are you saying? Bungoma County is Matope County. Mtu kama huyo Didmas. You know Didmas ni chairman wa roads and construction Kenya. Yeye ndiye anakaa kwa kamati ya bunge inayohusika na mambo ya mabarabara. Didmas amefanya tu barabara ya lami imeenda kwao peke yake. Huko siuna. The rest of us are in Matope. Bungoma, the other name for Bungoma is called Matope County. Nikiwa governor,
Kwa hiyo bilioni 16 ambayo itakuja, tutatengeneza budget na tuunde mabarabara. Kuna technology inaitwa the tarmac technology, the bitumen technology. Mwalimu mstaafu, ninafurahia sana kwa niko na marafiki ambao wanaweka ni kitu kama lori na wanaweka huko nyuma, wanaweka bitumen yani lami, wanaweka simiti, wanaweka kokoto na hii kitu ina move pole pole. Mstaafu mwalimu. Bilingana kukucha kuri, unajua huko nyuma kuko kunatengeneza lami. Ikitoka ukienda hivi ni lami. Ikitoka ukienda huko ni lami. Nitaunda mabarabara. Nikiwa kama kuna teknolojia ya kuunda mabarabara. Kwa hiyo bilioni 16 nitaunda. Tutengeneza mabarabara. Hatutakuwa na hii maneno ya matope. Alright. Mabarabara yatakuwa sawa sawa. Okay. Kwa hizo bilioni 16 nitafanya kitu inaitwa agro processing. Kuna hapa Matizi hapa juu. Ukitoka tu Webuye ukipanda hivi. Unajua kuna kuanga na kitu fulani kiko condemned kinakaa kama likubili. The horticulture. Hiyo ya horticulture. Nitafufua hiyo kitu. Na watu wataleta hapo, tutafanya agro processing hapo, watu walete maziwa hapo, tukipea watoto wetu wa ECDE, mkulima atakuwa na pesa kwa mfuko. So nipewe kwanza bilioni 16. Mwaka tena unaisha tena niongezewe zingine. Mwaka tena watatu niongezewe tena 16. Lazima zitaongezeka. Ama iongezwe. I don't know what I can do that. Lakini nyinyi wanasiasa mnaweza kuanza mpango wa kuwapatia watoto maziwa shuleni na wakulima hawana hata ng'ombe. Sasa hapo ndio tunatakana tuanze overhaul upya. Wakulima hawa niliongea mambo ya kuwa na ignorance. Watu wako na hizi ng'ombe za nyama hizi za maziko na vikufu kwa mgongo. Hizo vitu za aibu, mimi niko kutoa. Hizi vitu ziko Bungoma peke yake. You cannot get those things in Uasin Gishu. Huwezi kuona hizo vitu kwa Kalenjin hao mpaka huko Nyeri kwa Kikuyu, kwa Wakisii. Hii vitu vya ng'ombe vya nyama hivi nitavipiga marufuku. Vitaonekana hivi vitu vitabaki huko kwa Pokot na kwa Turkana huko. Ng'ombe wa maziwa ndio watakuwa Bungoma hii. Na kutakuwa na agriculture extension services ya kuwafundisha wakulima wetu. Maana mimi mamangu alipotezeka sana na nikapata vitu. Unajua nienda nikanunulia mamangu ng'ombe wa shilingi 200 wa grade. Huyo mama akashindwa kulea huyo ng'ombe. The cow died. No. Mimi nikampata akanalilia hapo akamkataza ati ukilia ati hautawahi kuwa na ng'ombe tena. Akasema wacha nilie tu, sasa mtaki nilie kwa nini? Ng'ombe wake amekufa. Ng'ombe wangu amekufa, akalia na akasema tusisumbue, wacha mimi nilie. And so watu hawana kitu ambacho kinaitwa experience na uzoefu wa kulinda hizi ng'ombe. And that is why my mother's ng'ombe huyo wa mama alikufa. Tunaleta extension services, tuwafundishe watu. Na tutaanza na ng'ombe wakubwa, tunaanza na ndama. Watu wajifundishe vile, because huyu ng'ombe unamlinda kama mtoto. You don't play with that cow. Mpaka watu wazoee. Na vile wanazoea na huku tuko tunajenga kiwanda cha maziwa. So that raw material inatoka huku kwa watu inaingia huku. Huwezi tu kukuja na industry ya maziwa na ndio maana Kitinda wanasema Kitinda itakuja kufanya nini hapo na ng'ombe, maziwa hakuna. Kitinda will always fail because hata wakulima wenyewe wako na ng'ombe, anatembea na kang'ombe, jioni anatoa glasi 2. So there is a lot that needs to be done. Na hii kazi yote inaanza na uongozi bora. Kama mko na gavana umoboro abenye chalia, lazima mupate gavana ambaye atawatetea, mjue vile mnakuza ng'ombe. Kuna hizi mbuzi zingine za maziwa. Kambuzi kadogo tu ukiinama hapo, hata uwezi jua hivi mbuzi ametoa hapa vikombe 3 ya maziwa. Ukiangalia hata uone kiwele. Lakini kametoa 3 cups ya maziwa. Na hiyo maziwa ya mbuzi hata pia ni dawa ya TB. So tunafanya huo ukulima wa mbuzi, tulete tufanye poultry. Hiyo yote I should be able to do that when I'm governor. Okay. Nimetaka kukuuliza swali kuhusiana na utunzaji wa mali ya umma, lakini umegusia swala na kilimo. Watu ambao wanafanya ukulima kulingana na takwimu ni wazee. Vipi utahusishaje vijana katika ukulima? What is the convincing language ambayo unaweza tumia kuambia vijana kwamba ukulima ni nzuri? Maanake vijana wengi wanataka kazi, kuketi ofisini, white collar tunaziita hivyo kwa kizungu. What about agriculture for the youth? Because iwapo tutaendelea namna hii, tunakwenda kukuwa na kizazi hapa mbele ambacho it will know nothing about agriculture. Yes.
Agriculture si kitu cha wazee pekee, cha wazee. Unajua sasa, kwa sababu kilimo ambacho watu wanalima saa hii hakina pesa. Unajua watu wanataka pesa. Hata mimi ukiniweka kwa kitu ambacho hakinipei pesa na mimi ninapenda pesa, nitakuachia hiyo kitu yako. Hata mimi siwezi kuja. I cannot kushughulika na kitu ambacho akileti pesa. Kwa sababu ya uongozi mbaya, there are no markets. Hakuna markets kwa farm produce. Na vijana wako hapo wamelima na mzee, mnafika mahali alafu you realize there is no money there. Hiyo ndio shida ambayo imetupata. Lakini nikiwa governor na nipange tukue na market ya hivi vitu. Vile tumesema ng'ombe wanatoa maziwa, hayo maziwa tunayapeleka, tunapea watoto wa ECDE, mkulima anapata pesa. Kijana akiwa tu kwa village na apate hata 50,000 tu. Village kama hapa Machagama, hapa Webuye, hapa juu, hapa na upate tu 50 from a cow. Utaenda Nairobi kufanya tena nini? Utatafuta nini Mombasa? Utaenda huko Katari kufanya huko nini? You will remain there kwa sababu 50,000 hakuna transport inaenda, ulipi rent. So it's about kusaidia kilimo kiwe na pesa. And that is what I will do as a governor. I'll make sure we get markets for this produce. Na pesa ingie kwa mifuko ya wakulima. Na vile vijana wanaona pesa inaingia kwa mifuko ya wakulima, vijana wenyewe tu hata wale wako huko wanatezekea huko watchman. Watapika muhindi kofi mbaya sana na warudi nyumbani. kuja kupata pesa ya kutoka kwa wakulima. Naam. Kaunti ya Bungoma imekumbwa na sakata kadhaa. Nakumbuka sakata Lusaka 1, sakata ya wheelbarrow na carcinogenic. Kukawa na juzi kukaibuka maswali kuhusiana na beautification of town wakati wa Madaraka mwaka 2024. Yes. Kukawa na ya hivi juzi kabisa kuhusiana na Christmas tree 3.6 million. Can such things happen in your government if you were the governor? Unajua watu walipokuwa wakipiga, unajua 2017 mimi hata sikuwa nimejitayarisha kusimama, lakini nikaona watu wanaenda kupea huyu Lusaka. Na unajua Lusaka ni DC wa Moi. These are DCs. Ni watu ambao wanapewa ndizi jioni, wanajisikia lakini siri kama Rigiji pia. No, Rigiji is not DC wa Moi. Okay, Lusaka ni DC wa Moi. Lusaka ni DC wa Moi. Rigiji's DC wa Moi. So, these are guys who think that they are very important and they are very corrupt. So, tumeona ile ambayo amefanya. Ukiangalia vitu ambavyo Lusaka amefanya ni sakata peke yake, they are just scandal after scandal. Kwa sababu watu ambao wanafanya nao ni watu ambao wameoza. Unajua wewe ukiwa mtu straight na unapenda ukweli vile mimi napenda ukweli, huwezi kaa hata na kina Lusaka hawa kwa uongee naye kitu. Sasa mtu kama Lusaka mimi nitaongea na yeye nini? What do you mean? He's the governor. What will I talk with him? He's so corrupt. His priorities are so skewed. Mimi nitataka kumwambia kwamba watu wanaliwa nafunza, nitataka kumwambia kwamba hii nini ya kuku ambayo ya chwele wewe kwa nini? Vitu ambazo ndi zinakuza mtu wa kawaida. Yeye atakuwa anataka kwenda Eldoret apande ndege because anapanda ndege kila siku, yeye aende Karen. So anaenda kukunywa pombe, kutembea na warembo, hizo zote. Na unajua watu kama mimi, we want to get into the community. We deal with people who have jiggers. Watu wako na kansa. Mtoto mwingine nimempata tu amemea kinundu huku nyuma kwa mgongo, nundu, na hajawahi kutibiwa huyo mtoto. So when you see things like those, you want to deal with real issues ambazo zina affect watu. Sasa shida ambayo watu wetu wanakuwa nayo, sijui ni shetani waongelesha ama nini. Wanapea mtu ambaye hata hana uzoefu wa kusaidia. Na watu wetu wa Bungoma kweli nitawasamea tukifika mbinguni. Niliwasamea mara ya kwanza mlipopigia Lusaka kura. Lakini mliporudia tena sure mkapea Lusaka mara ya pili. What did you expect? Mtu mkubwa tu, mzee uko na koti, mama mkubwa tu una blouse, unatoka unaenda unapigia mtu amefanya makosa, ameuza kiwanda kama hii ya Webuye. Unaenda unarudia tena, mnampatia tena kura. Expecting sasa ukipea sasa Lusaka uli expect afanye nini? Na Wangamati ndio yeye ametoka.
Sasa ukirudisha tena Wangamati hapo, unataka afanye nini kama sio kuibiwa? Watu kama kina Didi Mazawe na hizo scandal zote unampatia tena, what do you expect? All right. See, he will just steal, he will just steal. So watu wanatakikana waangalie mtu, at least dalili ya mvua ni mawingu. Look at this person. Kama Nduruchi nasimama hapa na kuna mtu nimesaidia, why should you vote for me? If you know very well this huyu Nduruchi hakuna kitu atasaidia mtu, kwa nini unapigia Nduruchi kura? Na mimi na you know what, mwalimu mstaafu, mimi nimeambia watu ya kwamba unajua watu politics yao ni ya kufa na kupona. It's like they can kill you. They'll kill people, they'll beat up people, mpaka lazima wapate. Kutumia maguns. Mimi sina haja na maguns, I don't use goods. I'm a very simple person. Niko na magari lakini natumia gari hata moja, na acha magari zingine, na niko na securities wachache tu. Na nikienda kwa matanga, mimi naenda kulia waliofiwa, sina mbwembwe na sina matusi na sina. Why are these people fighting so hard like it's do or die? It's because wako na nia ambayo sio mzuri. Alright. Na they're just wrong people. Na watu wetu tafadhali, kama wewe unanisikiza, just vote for me if you, kama una uhakika naweza nikakufanyia kazi. Na kama unajua kwamba siwezi nikakufanyia kazi, sijafanya. Kama sijafanya, what do you think? Kama mtu ni mwizi akiwa governor, si atakuwa tu ni governor mwizi. Kama mtu ako na madharau akiwa governor, anakuwa tu ni governor madharau. So watu wakuwe serious. We are gambling with the lives of our children. Watoto sasa wako wanateseka huko kwa sababu ya wazazi hawa. Wazazi. Na Biblia imesema, hata imeandikwa katika kitabu cha Hosea 4:6 ya kwamba watu wangu wamekosa maarifa. Na kwa sababu wamekosa maarifa, nitawakataa watoto wao. Alright. Na wanaendelea kusema ya kwamba nitageuza fadhila zao ziwe aibu. Ukiangalia watoto wetu vile wanateseka na wamesoma, hii ni aibu na inatokana na wazazi wetu joking na vitu ambavyo viko very serious. Mtu anakujaje na shilingi 200. Juzi nikaenda kwa mjomba yangu, bibi ya mjomba yangu amekufa. Mimi nimepepa pesa yangu kwenda kufanya harambee. Nafika huko ati wameenda Kimilili kuchukua pesa ya Ruto. Huyu Ruto ambaye mnaenda kuchukua pesa yenu amesaidia nini? Mtu ambaye alisaidia, ndio maana mimi niko kwa Rigiji. Hao Wakikuyu they are our friends. Kikuyu ndio tusaidia tukapata hizi industry ambazo kinaweta wameuza hizi. Hao Wakalenjin wamekuwa hapa 24 years na Moi, they gave us nothing. Ruto ndio huyu amekuja hapa ameuza kila kitu. Watu tena bado tu wanakimbia tu, tumeenda kwa Ruto, sijui Faruk Kibet sijui nini. These people can never help the people of Bungoma. Watu wa Bungoma wenyewe wasipoamka chini na wachisaidie. Wakifikiria huyo msutaamuka Ruto, huyo atakuja kuwasaidia. Ruto anasaidia watu wa kwao. Hawezi kukuja kusaidia watu wa Bungoma. Anawasaidia watu wa Bungoma, umempea nini? And that's why when Ruto comes, when Ruto comes to Bungoma, anajifanya ameokoka, anaenda kanisani, anainua vidole juu, haleluya sijui nini, na anaenda kwingine anafanya watu maendeleo kwa kina Gladys Wanga. I was in Homa Bay County. Huyo mwanamke county Homa Bay. Hey my friend. Lakini hivi huoni kwamba viongozi wetu ndio wanatuangusha? Manake mara nyingi kwa mfano wakati rais anakuja kupiga tour eneo la magharibi, amekweko huku majuma kadhaa yamekwisha rais. Na wakati rais anaenda sehemu zingine, utasikia viongozi wanasema, rais, tuna barabara fulani, tuna hospitali fulani, tuna shule fulani. Lakini hapa nyumbani viongozi wengi ambao watazungumza, utasikia, rais, tunakushukuru umetupatia kiwanja cha ndege, rais, tunakushukuru umetupatia immigration office. Hivi, do we elect weak leaders? We elect people who wamejaa minyoo kwa tumbo, watu wa njaa. Hiyo ndio shida. Tunarokota watu ambao ni wanjaa, watu wezi, tunapeleka huko. When you take a thief na unamweka kwa store, na una expect mahindi ikue hapo, sasa si atachukua kila kitu. And that's what these people do. Tunachagua watu wanjaa. And by the way, watu hawa Wakalenjin wanafanyanga Wakale, they work with the people wanjaa. Moi worked with Elijah Mwangale. Elijah Mwangale alikuwa ni mzee wa njaa sana. Every day kwenda huko kwa State House. Apeleki kwenda kupeleka huko anything substantial. Huko ndiye anaenda kusema, ona watu kinaweta. Watu njaa mingi. Anaenda huko, that ni speaker wa assembly. The worst speaker so far. Hawawezi wakaambia Ruto, umekuja, kuna hii issue ambayo imetusumbua hapa. They don't talk about issues. Wanamshukuru kwa vitu ambazo ziko non-existent. Na mimi ushangaa kwa nini watu tu wasitoke tu na hata waende wakosi tu rapsha hapo. Hata marisasi itokeleze, kwa sababu watu kama hawa tulichagua ni viongozi gani hawa ambao tuliwatanguliza mbele. Right. Unashukuru Ruto amefanya nini?
Ruto tangu akuwe hapa 13 years hakuna kitu I supervised, Webuye ikaenda, kila kitu kikaenda. Sasa wakati anakuja hapa ati anainua bidole juu ati ameokoka. Ameokoka nini? Huo wokovu wake apeleke huko, kama atuletei maendeleo yaende. But as I've said, we as the people of Bungoma ndio lazima tujipange. Kwa sababu tuko na vitu ambavyo siasa ambayo Wajaluo wanatakana kufanya na Wakamba. Unajua ukienda huko Ujaluoni hata they can't grow anything. Mchanga ni mbaya. Ukienda kama huko kwa kina Gladys Wanga huko Migori huko. Hakuna kitu huko. Homa Bay. Wacha hao wakimbie kwa Ruto awasaidie, kwa sababu kwao hakuna kitu. Lakini sisi watu wa Bungoma tuko na vijana ambao wamesoma, vijana wa nguvu, wanawake wetu. We have very hard working women. Juzi nimekuwa mahali kunaitwa Rabuori huku Rwanda. Wanawake wa Luya, they work very hard. They're more hard working than Luo women. Wanawake wa Jaluo ni kujipaka na kujipamba, lakini wanawake hao wa Luya wanaenda huko ndio wanawalimia mashamba. So with these hard working women in Bungoma, to empower hawa wanawake kupitia kwa hii mikanda yao. Wanafanyanga hizi vitu za double banking. Tuwasaidie, tuanzishie mabanks. Hawa mama wafanye biashara. Our county tuko na mito na Buyole ndio hii. Tuko na milima, which county ni ile county ambayo ina rival tu Bungoma ni Mount Kenya, Nyeri. Nyeri ndio wako na mlima Kenya. Bungoma ndio hii Mount Elgon hapo. Kuna mito. Kuna tuko na upepo. Upepo ndio huu Luucho. We harness wind energy kupitia hii Luucho hii. Tunaweka hapa turbine ikirelease stima hapo. Tunakosa nini? Ndio huku na Mtoholo huko kuna sand. The best sand that is better than even ile inatoka Takwel huko kwa Wapokot. Iko hapa huku Chwele huko. Tuko na hiyo. Mount Elgon tuko na mawe ya kujenga, inashinda hii ya Thika. Mawe ya kujenga hii ya natural stones hizi za kujenga hizi kama Thika stone. Ndio hii Mount Elgon hapa. Mchanga wetu ni mchanga wa kutengeneza bricks. Kuna kitu kinaitwa lime. God has given us lime kwa hii soil yetu. Kuna kitu kinaitwa magiga. Ukifinya tu hivi ina make interlocking bricks. We have just too much. Tuko na mvua bwana. Tuko na climate mzuri. Tuko na mchanga wenye rutuba. What do we lack? Wacha watu wengine waende kwa Ruto kuomba huko. Sisi tuko na kila kitu. Tujipange, tunafanya vitu vyetu, tukishindwa tunaenda ng'ambo, wazungu wanatusaidia. Na pia Ruto anakiingiamo kidogo hii serikali ya Kenya, but we just have to do it ourselves, kwa sababu kama Bungoma hakuna kitu mbele ya Mungu ambacho tunaweza kusema ya kwamba Mungu hakutupatia. Alright. We just have everything as Bungoma. Everything that you need. Unajua kuna rafiki yangu aliniambia ati niende ninunue shamba Ukambani. Mimi nikaenda Makueni. Nikafika Makueni, unajua 1 acre of land ni 25,000. Na nilikuwa na 1 million. Karibu niweke huko ninunue ati eka 40. Lakini sasa nilipofika hapa nikapeleka huko mahali hiyo shamba eka 40 iko. It is in the middle of nowhere. Na nikauliza jamaa ambaye anipeleka huko, hii eka 40 sasa nikinunua huko Makueni, nitafanyia nini kwanza? Ndio ni shamba kubwa, lakini sasa nitafanyia nini? Na it didn't make sense. Karibu I was almost transferring my money ninunue shamba huko Ukambani, nikawachana na hiyo kitu. Na out of that 1 million nilikuja nikaenda Kitale na nikainunua mahali padogo sana. Lakini whatever I've put in, it's giving me more money than what 40 acres would give me in Makueni. Alright. We have a lot of things here ambayo Wakamba ni wanatakana kuenda kwa kulilia Ruto. Kwa nini sisi watu wa Bungoma tuenda ati governor? Kama mimi nikiwa governor siwezi enda kwa Ruto ati naenda kulialia huko. Nitakutana na Ruto Washington DC. Anatafuta tutakuwa tunakutana airport. Kwanza ukiwa governor unapewa diplomatic passport. You don't queue. Kuna Lusaka unajua wamepewa. Hizi Lusaka has a diplomatic passport. Mtu kama anatembea ati anasema ati unajua mimi tangu nikuwe governor atijawahi kuenda huko ng'ambo. Ati kama investor ananitaka anitumie mimi email. Look at this mtu anaitwa anatembea. Ati yeye sasa ndiye ati kiongozi. When you behave like that and you are a governor, wewe ni mtu ambaye hujui kitu unafanya. Magavana wako na diplomatic passport, toka nje, wacha kukaa hapa. Watu wachungaji wanakuombea wewe, tusikie huko Japan. Tusikie governor ndio huyo huko China.
unatuletea wa Chinese wanakuja kutuchengea county, watujengee mabarabara, watujengee madaraja, watuletee vitu mpaka sasa watoto wetu wasiende hata ng'ambo. We pull America, badala ya watu kwenda America, pull America uiweke hapa kwa village. Like ukienda kwa village huko kwetu kwangu, mimi nimepull America nimeleta huko. Ukikuja huko it's a small estate. We really build things that are helping people. Watu kwa jamii wanasaidika, kuna maji huko, kuna vitu. So I think we can pull these things badala ya watu kuendanga kuvionea huko, tuvilete hapa Bungoma. And that is my desire. Nataka nilete America ikuwe Bungoma hii. Sio watu wetu tena kuteseka wakihangaika, watoto wetu werevu wanateseka wakilinda watu kwa mageti, na watu wajinga wanalinda mtu mjinga. Hata mtu ukimwona akipita hapo kwa gate unajua tu this person is an idiot. Na wewe mtu uko na akili ati wewe ndio watchman wake. Okay. Just because of bad leadership back home. So inakasirisha kiasi, lakini ninajua ya kwamba Mungu atasaidia watu wetu raundi hii. People will be more serious. People will not take this opportunity ambayo Mungu amewapea, na wapee tu watu kura ambao hata hawana uzoefu, mtu ambaye hata hajui kitu anafanya. Niko na magari lakini ati anaenda kuwatetea, na ni mtu mwizi ambaye hata hana agenda yoyote. Okay. Anasema accolades to Jim Nduruchi, governor mchapakazi, anaitwa Fidel Andosala, veterinary doctor kutoka maeneo ya LD. Sijui kama unamtambua. Benson anasema Jim Nduruchi is the man. Msikilizaji, kama ndio unaingia basi nitakuwa na kuashia simu. Kama ndio unajiongea, hii ni Radio Mambo yetu maisha yetu. Iwapo una swali au mchango kwa kipindi, msikilizaji, nambari za simu wazi kama meno ya ngiri 0728286888 ama ukipenda 0753168868. Nitarudia kwa kingenge 0728286888 ama ukipenda 0753168868. Andres Eric anasema will come all the way from Mombasa to vote for you. I love your manifesto. Thank you my brother. Kuja bana tubadilishe Bungoma, tumeteseka ya kutosha. Wametuibia mpaka wametufikisha mahali. We just have to now be serious. We mean business, tujisaidie sisi. Hakuna mtu atakuja kutusaidia kutupanga. Okay. Sisi wenyewe tu tujipange hapa bana, tuunde, tutoe uongozi kwa hii dynasty. Watu wanakuja hapa na utalii na wizi. Tutoe huko na tukuje, we begin from scratch. Okay. Na najua Mungu atatushika mkono, Bungoma pia itahesabika. We are blessed, we have everything. ZJ anasema a real philanthropist. You have my vote mheshimiwa. Wacha nishike hii simu. Sikizia swali au mchango. Radio Mambo, hello. Habari zenu? Tuko fresh bana. Zalamia mkeni kama na mtarajia. How are you my brother? I am fine. Karibu. Mimi ni Joseph Otanga kutoka Kamiti Kabarasi. Na kusungumza kwake kunavutia kama ako na uongozi. Na uongozi wake naona iko moto sana. Lakini hao chambao watatu hivi au wawili wenye naona kama huyu anaitwa mwenye huyu Papa wa Roma brother na mwingine wa Kitimas para. Atawajenga jenga moja na yaingize kwa koli ndani. Atafanya katika nafasi gani? Hao chamani moto upotea mbaya. Asante. Joseph Otanga anauliza utapiga kisigino, utapiga heda ama utafunga na mikono? Hao ni kitu kidogo sana. Unajua hawa ni watu ambao wametumwa. Ni watu ambao wamepewa pesa, wanaenda kwa Ruto anawapea pesa na ingine wanaiba. So when they come here wako na mambwembwe, kutembea na vijana wakifanya sarakasi. Sisi tunatembea tu polepole tukiwaambia watu wetu bwana mmeteseka. And hao watu wamekuwa na nafasi. Mtu kama sasa ndugu ya Weta. Mimi nimeambia watu ya kwamba unajua watu ufa. We all die. Wewe before you choose a governor, si ujiulize in case Mungu akinichukua, utaacha mtoto wako kwa mikono ya mtu kama Didmas. Ama mtoto wako kwa mikono ya huyu ndugu ya Weta, huyu Timothy. How will they help you? Watasaidia mtoto wako. So we will continue telling people, na watu unafikiria kwamba wamefika mahali na ni kama watu wameanza kuona. By the way, watu watashtua watu, na tumeonea huko Chwele Kabuchai, tumeona watu ni kama watu wameanza kubutuka kidogo. Na wasikutishe ndugu yangu, hawa nitawashinda, tena sio kuwapitia katikati, nitapita juu yao.
kwa sababu mimi niko na uzoefu wa kusaidia watu, na mimi siendi kuombaomba kama hao. Mimi Mungu amenibariki na nitatembea na watu ambao wako na sisi, tutatembea kwa miguu, tutatembea kama hata ni kuwafula chini, tutaafulila masikamo mpaka tufikie watu na tuambie watu ukweli na tulinde kura zetu, na Mungu atatushika mkono. Najua ni kitu kigumu, sio rahisi, kwa sababu ni watu ambao wako na wizi mingi, watu ambao wako na vitu vyao, lakini Mungu wa Israeli ambaye sisi tunamwabudu pia atatusitiri, atatukinga. Na najua ya kwamba ushindi mwaka ujao utapatikana, na Bungoma tutaitoa kwa dynasty na watu wakora na tuweze kuwasaidia watu wetu, kwa sababu wameteseka ya kutosha. Alright. Radio Mambo, hello. Hello Radio Mambo. Mambo yetu, maisha yetu. Kwa majina na Ben Wanjala kutoka Bumula. Yes. Mheshimiwa, tumesikia manifesto yake. Naam. Lakini sijaona akiongelea sana watu wa ECD, walimu. Wengi wetu tumetrainiwa, bado tunaumia. Naam. Lakini kwa sekta zingine amesaidia watu, tumeona anajengea watu manyumba. Anapatia watu mahindi, watu wanapanda. Naam. Amefanya miradi mingi, lakini niliona akikuzia upande wa ECD. Hizo changamoto ndio imeshinda au magavana wote. Alright. Yeye hako na swali gani hasa upande wa walimu wa ECD katika kaunti ya Bungoma? Thank you. ECDE wakati Lusaka alikuwa huko mara ya kwanza, akadanganya ati ataajiri walimu wa ECDE, lakini ilikuwa tu ni ukora. Unajua watu hao wakora wakiwa governor tu, they just lie, hawezi kusaidia mtu. Pesa hii ya serikali inakuja, nikiwa governor nitajihusisha na mambo ya walimu wa ECDE, kwa sababu wanateseka. Wamesoma na wanateseka. Kuna hao watu wengine wanaitwa community health promoters. Nitawashughulikia hao watu. Okay. So nikipewa nafasi, kuna hao hata wazee wengine ambao wanaitwanga hao wakazawa. Wale wanadanganya watu tutawapea kitu, and they do very important work. But nobody recognizes them. Kwa hivyo walimu wa ECDE, vote for me. Alright. And you will not mnashughulika na watoto wetu wa chekechea, alafu watu ambao wanakaa kwa maofisi tu wanakula vitu, nyinyi mkiteseka hapo. I don't think I'll allow that. When I'm governor, mtapata haki yenu, mtawaandika kazi na mupate haki yenu, kwa sababu pesa iko, watu wanakula pesa. Sasa ukiangalia watu kama ati mtu anafanya 3.6 million kwa Christmas tree. Hiyo pesa ingewajiri walimu wangapi shule? Yaani watu ambao ni wezi tu na wana roho mzuri, watu roho chafu, roho imejaa mafi. These are people who do things that you see these people doing. Yaani mtu unakula pesa, watu hawana maji. Badala ya kuchukua hiyo pesa isaidie maji. Uliona uliongea ile sakata ya hiyo miti ya Christmas. Kuna hiyo nyingine ya beautification milioni 25. Na wakapanda maua ambayo hata hayakuwahi kumea. 25 million shillings will just do a lot of things. Italeta watu hata constituency almost mzima maji. So hawa watu hii pesa na nyingine nyingi ambayo wanakula, ninafanya na Daktari Hakina, yeye pia anasimama ugavana, tuko kwa United Opposition. Na wakati wa Kenneth Lusaka walienda ng'ambo, walienda Amerika. Na walipofika huko, Daktari Hakina akaona vile wanatumia pesa ya kaunti, na akasema hapana, dhamiri imenihukumu. We cannot do this. Why are we tunakomboa ndege na ni watu wachache tu, ndege nafasi imejaa tu, tumekomboa ndege, tunaenda ati wanaenda kuangalia mkulima wa hizi ng'ombe, na ako na ng'ombe 1000 ambazo hata haziwezi ati wana benchmark. Na alipotoka huko he resigned, akawacha huo ujinga, akasema I'm getting out of this stupid government. Na that's how he resigned out of the Lusaka government. Wanatumia pesa ya kaunti vibaya sana. If we can have what you call austerity measures, na tusitumie pesa vibaya, tutapata tu pesa ya kulipa walimu wa ECD, kuwapea shilingi kama 12,000 kama kaunti, na si wengi sana. Kwa sababu ukiangalia kama ECD Bungoma County, kila shule ziko na hiyo nini, na kuwa na mwalimu mmoja ama wawili. Let's say Bungoma County ikuwe na kama shule
roughly pengine 2,000, si ndio? Hao ni walimu 4,000 ambao kaunti itaajiri. Walimu 4,000 ukiwapea kama mwalimu shilingi 10,000 starting, tuanzie hapo, maybe just giving an example. That's not crazy money. Hiyo ni pesa kidogo sana. So ni watu tu kuwa na roho mbaya tu ya kututaka maendeleo wengine. All right. Radio Mambo, hello. Hello, Radio Mambo. Mambo yetu, maisha yetu. Habari ya leo. Leo iko fresh. Habari ya kwako dadi? Salama kabisa, salamia mjini. Amesalimika. Na kuita nani? Naitwa Julius Omolo Poligari. Karibu Julius. Karibu Julius. Kitu cha kwanza ni heko. Lakini njia ndiyo anapotea kidogo. Sababu SPA anaunga RPC. Na Bungoma, katika Bungoma County, sidhani vile yeye anasema ati itakuwa ni rahisi. Aje nimuulize swali, yeye amefanya katika Bungoma County ni miradi gani yenye amewekea watu wa Bungoma? Because watu wa Bungoma wajua kwamba atafanya mradi hii, afanye hii, sababu ametufanyia ina hajakuwa gavana. Wakati anakuwa gavana, tukimpatia kura atafanya mradi hii na afanye na hii. Jambo lingine ndio hili. Tumekuwa na Bungoma County, wheelbarrow shilingi 1,100. Nini, tuna miti sijui ni milioni ngapi. Atafanya namna gani apigana hiyo fusadi kutoka katika Bungoma County? Wita Julius Omolo. Asante Julius. Nadhani hilo litakuwa swali la mwisho kwa sababu muda pia unatupa kisogo. Anauliza number 1, your track record. What have you done for the people before? Alafu anauliza maswala na ubadhirifu wa fedha katika kaunti ya Bungoma, wizi wa mali ya umma, utakuwa unashughulikiaje? Nadhani shughulikia hayo mawili wakati ambapo tunafunga. Asante Julius, maswali yako ni mazito sana. Wewe ni mtu wa akili mingi sana. Those are very technical questions. Na maswali yako na mashiko. Kwanza amesema wewe ni mtu wa Rigiji na mimi ni mtu wa Rigiji na mjibu. Ukiangalia hawa watu, uende kwa Wajaluo, nilianza kwa kusema ya kwamba watu ambao walituharibia sisi na watupendi kabisa ni huku Nyanza. Hao watu hawajawahi kutaka sisi tupate kitu. Watu wote walioenda wakajishika na hao watu walirudi bure. Watu ambao walijishika nao Wakale, watu ambao walijishika na Moi kwa miaka 24 hakutuletea kitu chochote hapa. Hii industry ya Webuye na hii Nzoia ambayo wao wameuza, unajua ililetwa na Kenyatta. Wakati Kibaki alikuwa president, unajua alipewa huyu Mugeza Kitui a very big ministry inaitwa trade and industry. Mugeza alitakana tusaidia tulete industry. Mwenyewe tu na roho yake chafu na sijui nini hakufanya hivyo. Lakini alikuwa na nafasi akiwa kwa administration ya Kibaki kutufanyia maendeleo Bungoma hii. Hakufanya. Kwa hivyo kulingana na mimi, ukiweka hapa watu wote na uone ya kwamba uniulize ni watu gani watafanya na Waluya na wasaidie Mluya, I think Mkikuyu is better. Mkikuyu is better kwa sababu tukiwa na Kenyatta matunda ndio hii au wameharibu tu, alitupea industry. Na even the minister huyo mzee alikuwa ni mtu wa Katanga wa Murang'a, but alituleta huku industry. Kina Uhuru hawa, they have really been supportive of us. Now even historically ukienda inasemekana kwamba Wakikuyu ni kama walitoka kwa Maina, ni kama walitokea huku, by the way ni Wabukusu, an extension of the Bukusu community. So that they are cousins and they recognize that. Now I think we are safer to me. Ukiweka hapa Ruto na uweke hapa Rigiji na Rigiji kwa Mluya na Ruto kwa Mluya, mimi naona Ruto ametuharibia. Na Rigiji labda pengine kwa sababu wako na uzoefu wa kutusaidia, I think they are better off. We can work with them. Hata tuko na Wakikuyu huku nafanya biashara nao, they are good people. So ndio maana mimi nikaamua ya kwamba waje niende nijiunge na Rigiji, na ni mtu anapenda ukweli. Tena mtu ambaye sasa atapiga hiyo watu tangu Raila atuache, ni Rigiji peke yake ataweza kupiga hao watu. Lakini sasa sasa huyo ndugu wewe ambaye unaniuliza Julius, wewe unataka mimi niende kwa Ford Kenya? Now okay, let's speak the truth. Ford Kenya ni yetu, ni ya Weta. Tuende huko tena.
Na haya makosa ambayo yamefanyika yote haya, huu wizi ambao umefanyika in the supervision ya hao watu, tutaenda wapi? Niambie, nitaenda wapi? Hakuna mahali mimi nitaenda. Mimi nitaenda huko kwa Rigiji, na nikiwa huko kwa Rigiji niko ninaangalia mambo ya Sifuna because it's our boy. So tuko huko, lakini tunaangalia pia mambo ya Sifuna, tuone Sifuna mambo yake inaenda namna gani. So ni mapema sana kuongea mambo mengi kuhusu mambo ya presidency, na sijakuja hapa sana kushughulika na mambo ya presidency. Nimekuja kushughulika na mambo ya governor, kwa sababu mimi ni msimama governor. Nataka watu wanipee governor. Once niko governor, haijalishi hata kama ni ng'ombe gani ako kwa kiti ya president hii, mimi nataka niende ng'ambo nilete vitu, kwa sababu watu wanaenda ng'ambo. Na mimi niko na Kiingereza, msinione hivi hapa nikiwa mweusi hivi ubuya. Niko na Kiingereza, mimi niende ng'ambo, tunakutania huko kwa corridor Washington DC huko. Tunakutania London. Huko tunaenda kuleta maendeleo Bungoma. Yeye analeta maendeleo Kenya, mimi naleta maendeleo Bungoma. That's what we want. So haijalishi ni nani atakuwa president, we want to, what is more important to us as Bungoma, sio hata president, hapana. What is more important kwa watu wa Bungoma ni governor. Ikiwa tutapiga governor hesabu mbaya, Julius, hata kama president atakuwa ni nani na governor muko na mtu ambaye anakaa kama hawa watu, hakuna mahali tutaenda. Alafu ameuliza tena akasema, sasa hii maneno ya kina Wilbaro hii mtafanyaje? Mtu ambaye peke yake atapiga hao watu kiboko ni mimi. Kwa sababu ukiweka watu ambao wako huko na unaona wote kina wewe tangu wasini watu wako huko na watu wote wako huko, lazima tu watateteana. You cannot tell me that Ruto akiwa na yeye amekusponsor, si atatetea tu kina Lusaka amewateteanga, so he will still say msisumbue Lusaka, wajana kusumbua mzee. So hakuna kitu mtamfanya. Lakini mkipata mtu governor ambaye hayuko kwa bracket ya Ruto, hajaenda kwa Ruto hajampea kitu chochote, huyo ndiye ataenda kuuliza maswali, apeleke vitu kotini na vitu kama hizo, so that haki ifanyike na turudishe mali kadhaa na vitu fulani ambavyo watu wameharibu. So I believe that mimi nikipewa hiyo nafasi, because I'm quite independent, I can ask some questions ambazo mtu mwingine yoyote ambaye ako kwa hii serikali anakula hii pesa ya watu, hiyo rende, hiyo cartel, hakuna mtu atauliza. Mimi nitauliza hayo maswali. I can say that. Okay. Kabla nikupe dakika moja kuweza kumaliza semi zako za mwisho, na maswali mawili matatu ambayo yako very straightforward, either yes or no ama ni neno moja. Ningekuuliza one term ama two term, lakini nadhani umemalizana na one term na two term. Wewe ni mtu wa chama cha masikio, kwa hivyo ni one term. Utaenda nyumbani. Iwapo hivi majuzi ama hata wakati ambapo tunazungumza kwa sasa, kuna mtokoto wa uhusiano mbaya kati ya magavana na maseneta. Ukiitwa Senate kwamba unakwenda kujibu maswali kuhusiana na matumizi ya pesa kaunti ya Bungoma, utaenda? Nitaenda kwa sababu unajua uongozi wangu utakuwa ni very open and transparent. Alright. Yeah. Watu wanaogopa kuenda huko, kitu tumeona kina Sakaja wakikimbia kama vitoto vya nasari kwa sababu wameiba. You know, these people are thieves. And when you are a thief, na unapelekwa kotini, because those senators really ask very serious questions. That's why they run. But if you umefanya vitu kiwazi tu, why should you run? Wewe unaenda na rekodi yako, wanakuuliza pesa hii ilitumika namna gani, tenda ulia watu namna gani, hii vitu iliendaje, si unaelezea. Alafu sasa unaogopa nini? They keep running because these people are thieves. They are not even leaders. Okay. Wewe unaweza kuwalipa ma MCAs, kama wewe ni governor, unawalipa ma MCAs ili waweze kupitisha mswada fulani ama kuangusha ma MC. Unajua sasa my nature, mimi as Jim Nduruchi, I think nimeteseka kiasi katika maisha yangu, kwa sababu the way I look at things, mi huona kama ukweli unatakana kufuatwa, na mtu amekushika mapuoni, anakufinya na anataka wewe ucheze muziki wake ambao ni muziki ambao unakosea watu. I think it's better, they would rather just impeach me. Alright. Yeah, they would just rather impeach me na nitoke hapo. Kwa sababu tena vile mimi nimesema,
I don't die for it. I'm asking for people, si ati wanihurumie wanipea sijui wakinipea mimi nitafanya haki. No. Yeah. Anasema sitaki kuhurumiwa ati wao tuacha tumhurumie hapana maneno ya kunihurumia. Mimi niko na vitu yangu, I'm doing very well. Alright. So siende ati kuwa governor ndio niende sijui ni kutajirika. Kama ni kutajirika mimi nilishashika pesa mingi sana already kwa maisha yangu. So I don't need to be a governor ati ndio nishike milioni. Ama sijui ati nikuwa governor ndio sijui nipande. No, hakuna kitu hata nikule chapati mimi kwangu na kulanga. Okay. So what I need nataka tu niwe governor, na kwa sababu niliteseka kwa umaskini. Upendo wangu ni kuona ya kwamba watu watoke katika umaskini, kwa sababu umaskini ni mbaya. Poverty is so bad. So my desire is that tushinda umaskini. That is my desire. Nisaidie watu wengi, as many people as possible. Nisaidie vijana wapate kazi, niwatoe kwa pikipiki. Nisaidie miradi yaanzishwe, wamama wapate pesa, wakulima wawe na pesa. Nisaidie kaunti yetu ikuwe mzuri, vitu ambavyo Mungu ametupea viwe vya manufaa kwetu. That is the desire of my heart. Alright. So I just want to do that. Okay. Nataka tu nifanye hiyo, na nikipewa nafasi hiyo nitafanya. Hiyo nayo nitafanya. Okay. Na umeongea mambo ya MCA kuwa bribe sijui nini. MCA gavana wanapewa MCA hata 5,000 kupitisha miswada. Yeah, wanawapea kupitisha miswada. Wewe pia utawapea? Hakuna, mimi siwezi kuwapea. Mimi nikiwa governor, kama MCA anataka kunimbiche kwa sababu nimefanya ukweli, and I'll just maybe sasa sitamaliza miaka 5, lakini hata kama nitapewa mwaka mmoja kwa ugavana, by the time nakuwa impeach na hawa MCAs. Na ndio maana watu wanatakikana wasichukue MCA ambao ni watu tu ambao hawaelewi kitu. Wana vote hata kama governor ni mzuri, na you are voting for a stooge, mtu ambaye haelewi vitu, yeye anaenda huko ati sasa ndiye MCA. Ndio that's why we really need a total overhaul in Bungoma. Hata wale MCA ambao utachagua wafanye kazi na governor, uliza huyu MCA wewe ukienda, huyu MCA atakulindia mtoto wako, ama ni mtutu mkora ambaye mtoto wake ataenda huko amempea shilingi 5,000 alafu anaweka 0 mbele inakuwa ni 50,000. Haya, dakika moja wind up, alafu kama kawaida wewe ni mtu ya Ingo Kipingei, tuma salamu. Na kuna watu wa Sikulu walisema kwamba wanakusikiza sana, lakini umewatupa watu wa Sikulu. Watu wa Sikulu, nitakuja kwa Sikulu. Baba yangu alikuwa na kanisa huko. Ni watu ambao tunapendana sana. Nimekuwa kwa matanga. Kwanza nitakuja kuwaona. Ndio kazi imeanza na nitatembea watu wangu, sijawaaja. We still have 1 year ahead of us. Tuko tunatembea kaunti, tutawafikia. Ninamaliza tu kwa kusema ya kwamba mimi sina uadui na mtu yeyote. Niko na uadui na umaskini. I want to fight poverty. Poverty ni kitu kibaya sana. Umaskini ni kitu ambacho si kizuri. Kimefanya watu wametudharau sana. Watu watupei heshima. Tunakula vibaya, tumekonda, tunalala vizuri. Nimekuwa kwa matanga jana nikauliza watu, "Nyinyi mnalala vizuri?" Watu wakaniambia hapana, tunalala vibaya. Watu hata hawana malazi. Watu ni wagonjwa, hata hakuna matibabu. Mtu anamezanga tu panado na yeye ni mgonjwa. Nataka niwe governor na nisaidie watu wa Bungoma. Na ninajua njia, because I've been there, nimekuwa huko chini na bado ninashughulika na watu wa chini. Nina uzoefu, niko na roho ya kusimama na watu wa chini. Ninaomba mnipatie nafasi niwe governor wenu, na nitawafungulia milango. Kuna nilikuwa nikisoma Biblia, napenda kusoma Biblia. Psalm number 30. Daudi anasema, na kilio kinaweza kuwepo usiku, lakini kuna kupambazuka. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Alright. And I believe that when I'm given an opportunity, nitasaidia watu wa Bungoma. Nipatie nafasi. Najua kuna wale wa pesa, kuna wale wa mbwembwe, lakini mtuweke katika radili na mtupime. Na ujiulize ikiwa Mungu anaweza kukuchukua, ule governor ambaye umeachia mtoto wako kama mchukuu wako, atamsaidia kweli. When you vote, hata usijipigie kura, pigia mtoto wako. Pigia tu mtoto wako na mchukuu wako. When we reason ahead, kuna vitu zingine ambazo hata kama umekula 200, hiyo ulikula tu na ikatoka haiko. Lakini watoto wako na future yao iko,
watahitaji kusoma, watahitaji kazi. So naomba mnipatie nafasi, mniamini na mnitume na niko na uzoefu. Umesikia ushuhuda, nimejengea watu nyumba. Kuna mtu ameuliza umefanya nini Bungoma? Enda kwa village yetu huko, kuna hospitali kubwa sana nimejenga, level 3 hospital. Kwa pesa yangu na marafiki zangu wazungu. Niko na hospitali nimejenga huko. Enda huko kwetu. Mtu aliuliza huyo Julius, aliuliza umefanyia nini watu wa Bungoma? Enda kwa nyumba, kwa boma letu huko Kibingei. Kuna wazee 50 ambao walikuwa wametupwa, wengine walikuwa na mafunza, wengine hawakuzaa, wengine walikuwa raped, watu waliokataliwa. Niliwachukua na wanakaa hapo na wanakaa vizuri. Ni mahali ambapo mtu yeyote anaweza kwenda hapo na akashuhudia yale ambayo tumeyafanya huko. Kwa hivyo nimesaidia watu wengi sana, wengi. Na si ati nasaidia nikiwa sijui ugaibuni ama wapi, nasaidia nikikuwa tu hapa. Niko na marafiki network inaleta vitu tunafanya. Nilienda 2016 South Africa nikapewa 1,100,000. Hiyo pesa niliweka kwa watu. Sina hiyo pesa. 100 million. Niliweka kwa miradi ya kusaidia watu. And I think a lot of people cannot do that. So niko na uzoefu wa kusaidia, nina roho ya kusaidia watu. Nimeshafanya na nitafanya zaidi. Okay. Yeah. Salamu umesema. Salamu ningependa kusalimia mjomba yangu anaitwa Walter Wekesa, ako huko Kibingei. Ningependa kumsalimia mama yangu Janet na Menge, ako huko Kibingei, anakula vizuri, hana shida, ni mama ambaye ako sawa. Wachungaji wangu kina Pastor Lucas, watu wote kina Simiyu, watu wote hawa ambao ni marafiki zangu na wale ambao mnaniombea, ninawasalimia wote na nawaambia kwamba mzidi kuomba ya kwamba huu mpango Mungu aweke mkono. Mungu akiweka mkono tutainuka sisi wote juu. Isikuwe tu ya kwamba sasa ni mimi peke yake ninaendesha gari na watu wengine wako kwa mguu. Hapana, sisi wote tuendeshe magari, sisi wote tusomeshe watoto, sisi wote tukue na pesa mfukoni. Tusitembelee kwa matope, tukigonjeka tuende kutibiwa, tuwe na maisha mazuri, tukule vizuri. And hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Mungu wetu anaitwa Hakava, wele Hakava. Kazi yake tu ni kupeana watu vitu mzuri. So nikiwa gavana, Mungu atafungua baraka na watu wa Mungu wataweza kubarikiwa. Kwa sababu pia namwamini Mungu, mimi ni mtumishi, mchungaji, na ninajua ya kwamba mtu anapofanya vitu vibaya kuna adhabu ambayo anapata, na nitatendea haki kama mtu ambaye anamwamini Mungu. Kuna mtu ambaye amenikumbusha, nimepata ujumbe kutoka kwa bibi yangu Agnes. Kwisha. I'm telling you, wewe ungelala. Anasema usiposalimia ukuje nyumbani leo, na ukikuja nyumbani ulali kitanda moja na mimi. Agnes nisamezi na tena ya makosa, my sweetheart. It's just so much that we do and we sometimes we forget. Pole sana Agnes, ninausalimia msichana wa Wateso, umepika. I'm coming home, nichemshie maji. Hello. I'm tired, tengeneze kitanda nilale tu vizuri kama mtoto. Leo ni kulala tu. Okay. Kwa hivyo ni asante sana. Asante sana Jim kwa kuweza kutenga muda na kuzungumza na Radio Mambo. Asante. Till next time, all right? Yeah, Mungu abariki station hii. Thank you. Tarudi tena hivi karibuni. Asante. Okay.